Juzi hapa nilianzisha mjadala mmoja ambao ulikuwa unazungumzia kuhusiana na hii CC 600 lakini ina outperform BMW GS 1200. Sasa kwa wale watu ambao hawaelewi pikipiki wanaweza kufikiri labda huyu jamaa anadanganya. No, sio kweli. Ndio maana hizi tunazichukulia kwamba ni serious machine kwa sababu ya jinsi zilivyotengenezwa na matumizi yake. Sasa GS ile pale ni touring machine actually. Imetengenezwa kwa ajili ya adventure. Lakini hii imetengenezwa kwa ajili ya kushinda mashindano, racing. Of course, unaweza kuitumia kama tunavyoitumia sisi. Sio kila wakati lazima ufanye full racing. Kwa hiyo hii CC 600 lakini ni special kwa sababu hii ni full racing. Na ngoja nikuonyeshe kitu kimoja hapo hapa. Geuza kamera. Ni kwamba ina kitu kimoja kinaitwa long gear, gear ndefu. Gear ndefu maana yake nini? Gear ndefu maana yake ni kwamba si kama naonekana vizuri. Lakini ukiangalia vizuri hapa kwa kifupi, gear ndefu inamaanisha kwamba hii ina uwezo wa kuzunguka kuanzia RPM ya 1 mpaka tani hapa kelele ya gari. 1 mpaka 17. Kwa hiyo hii ina uwezo wa kwenda gia namba 1 inaweza kuzunguka mpaka RPM ya 1017. Kwa hiyo ni very serious speed, unajua wewe siku moja chukua tu chombo chako, jaribu kuzungusha mshale kabla ya kubadili gia, alafu badili gia tena zungusha mshale, alafu uone chombo chako kinaendaje. Kwa hiyo maana yake gia namba 1 unaweza kupeleka kwenye RPM 1017, gia namba 2 unaweza kupeleka kwenye RPM 1017, gia namba 3 hivyo hivyo mpaka gia namba 6. Kwa experience yangu, hii gia namba 1 tu ukifikisha kwenye RPM 1017 unaweza kuwa unatembea speed labda 100. Kwa hii hapa kwa sababu ni 600 unaweza kuwa unatembea labda na 150 au 160 speed. Gia namba 2 unaweza kutembea speed 180 na kuendelea. Namba 3 unazungumzia 220 au 230. Namba 4 actually utakuwa unazungumzia story nyingine kule. Kwa hiyo hii top speed inaweza kwenda mpaka 300 km/h. Kwa hiyo in terms of speed BMW GS 1200 haiwezi kumkamata huyu hata siku moja. Na 99% ya magari mengi yaliyoko barabarani hapa kwetu haiwezi kuikamata hii bike. Kwa hiyo ndio maana tunashauriana kwamba ni aina gani ya pikipiki unatakiwa ununue. Actually mimi si recommend hii kama pikipiki yako ya kwanza. Kama uko serious unataka kununua pikipiki, lazima uconsider kitu kingine. Mfano, anza na pikipiki ndogo tu. Yani mfano unaweza kuchukua nini? Kama ndio unaanza kabisa, yani hujui from A to B, nunua tu pikipiki ya kawaida ndogo kama iwe ni gear based, lakini chukua hizi. Kuna hizi Honda ndogo ndogo kama Honda CB wanauza jamaa zangu mfano wa Kigamboni hapo. Unaweza kuchukua CB 190, sio mbaya. Au bike nzuri zinatengeneza watu wanaojua kuendesha vizuri. Ukichukua zile mfano ukichukua Honda XLR 200cc 250. Ile ni kama dirt bike na pia ni street hivyo. Unaweza kutumia barabarani na unaweza kutumia off road. XLR zote ni bike nzuri sana kuanzia maisha kwa sababu kwanza ni imara sana zile, alafu pia ni rahisi kuzimaintain. Na maanisha kwamba unaweza ukadumbukiza oil almost ya aina yoyote na bado likaendelea kutembea. Hizi hapa kwa sababu ni high performance, ziko very sensitive. Ziko sensitive na aina ya oil unayotumia. Huwezi kutumia oil kanjanja kama tunazotumia hapa. Ukanunua 20-50 ukadumbukiza huko. Utaiua bike siku 2-3 tu. Kwa hiyo ni expensive ku maintain, lakini pia ziko very sensitive na aina ya vitu unavyoweka. Kama coolant unaweka fake, unajaza maji kwenye radiator,
hii bike huwezi kukaa nayo. Unatia oil aina yoyote, sijui nini unakudanganya danganya, sijui oil unazonunua mtaani zile, huwezi kukaa na hii bike. Kwa hiyo bike ya kuanzia, tafuta XLR yako, Honda XLR au Honda XR 250, au tafuta dirt bike. Kama kweli unataka kuwa serious mwendeshaji mzuri, tafuta dirt bike. Dirt bike inamaanisha zile bike ambazo kama za michezo zile, utaipigiza, utaifanya nini, zile zimetengenezwa kwa ajili ya kazi hiyo almost. Alafu nzuri zaidi itakufundisha wewe kupita kwenye mashimo, kwa sababu barabara zetu asilimia kubwa ni rough road. Tuna lami nyingi, ndio tuko mjini hapa, lakini kiuhalisia bado tuko kwenye issue ambayo barabara zetu haziko sawa sana vile. Kwa hiyo ukichukua dirt bike itakufundisha sana, itakufundisha kuwa rider mzuri sana kwa muda mrefu, unaona, kwa sababu utakaa nayo, alafu mwisho wa siku zile pia zina tabia ya ukishamaliza kuitumia unaweza kuiuza almost ukaiuza kwa bei ile ile uliyonunulia. Kwa hiyo mara chache sana kupoteza hela mule, unakuwa ngumu sana kupoteza hela, kwa sababu unaweza kuinunua labda bike kwa shilingi milioni 6, 7 au 8, 9, inategemeana umenunua nini. Lakini kwa kifupi, kwa sababu ndio unaanza, usinunue bike mpya pia, kwa sababu bike utaenda kuiangusha lazima, kwa sababu wewe si mara ya kwanza. Kuanguka na pikipiki ni jambo ambalo ni la kawaida, yani hilo lipo, haijalishi wewe ni pro, wewe sio pro au nini, hiyo ipo tu, isipokuwa unaangukaje, kwa sababu kuna uzembe mwingine sio mzuri. Lakini kwa kifupi ni kuwa makini. Ila ninachotaka kusema ni kwamba hizi racing kama hizi sio kwa ajili ya kwanza kujifunza, ni kwa ajili ya tayari ukishaiva vizuri ndio unaweza kuhamia huko yani, kwa sababu haziruhusu makosa madogo madogo. Alafu pia niseme haziruhusu makosa madogo madogo, hazina huruma. Kwa hiyo lazima ujue unachokifanya. Alafu pia tutakuja kuzungumza section halisi hasa kwa jinsi ya kuzimaintain hizi bike na nini. Lakini kama ndio unaanza, mimi nakushauri tu tafuta dirt bike, au tafuta, kama utaki dirt bike basi nunua bike ambayo kama hizi nimekuambia, labda Honda XR. Ni old school, lakini zitakufundisha mambo mengi pia, kwa sababu ni rahisi kuzimaintain zile. Kwanza ni cheap kuzimaintain pia. Lakini kama wewe ni mtu wa performance zaidi, pia unaweza kutafuta KTM. KTM ni bike ambazo zina brake fast like sometime, lakini zitakufundisha mambo mengi pia. Zitakufundisha ufundi inamaanisha ufundi mdogo mdogo, kama kubadilisha oil, coolant, kwa adjust chain. Ni vitu vya kawaida. Ni vitu vya kawaida, lazima ufanye hivyo. Hivyo sio lazima tuseme eti mimi mfano kama natoka hapa eti nataka nifanye safari ni mpaka niende kwa fundi ni adjust chain. No man. Au sometimes niko wapi kwa nimesha safiri sijui hata ku adjust chain au kubadilisha oil au ku adjust coolant. Hivyo ni vitu ambavyo lazima uvijue, kwa sababu hiki ni chombo cha moto. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ni vya kawaida, wala haimaanishi kwamba wewe ndio fundi. Ni vinamaanisha tu kwamba wewe ni mtunzaji wa chombo chako na unakizingatia. Anyway, long story short, tuendelee kukaa kwenye channel, tutakuwa naelimishana kadri muda unavyozidi kuenda. Kama bado hujasubscribe, jiunge. Pamoja. See you.